Aya, Governor Mutua. But I can play it from here. No, na shabiki wa gogoyo. Guthikagiriria nyimbo cia Johnny Disho. Heru bodete muno rwa Johnny Disho. Rwetagwo gutire riaraga na ritio tuo. Ati mwana wa university aratua kahua. Nga guthakira rwimbo ru Sunday pale kwa radio yetu Inoro FM. Niko na program ya 4 hours ya hizo nyimbo. Siwezi cheza hii muziki ya zamani. Sasa shida ni video. Sasa video nacheza tusikie tu audio. Unajua John Disho anaulizanga sababu si tunaongea anasema mwana wa university peleka ni boy wewe ndo market ando toromai mwana wa kebere imagine Msikio mwana wa kebere jarasi wakawa mwana muthomu ndari na wira wa kuruta. Leadership is not about just running a budget. It's not about just doing projects. Leadership is providing an opportunity for dreams to come true. Dreams. They call America the land where dreams come true. Kwa nini? Kwa sababu watu wanapewa opportunity, uwezo wa kuweza kujiendeleza. Sio kupewa ndoano, sio kupewa samaki, ni kupewa ndoano. Wewe unajiuliza ukiwa Kenya, Kenya ni akina nani? Watu wana complain nasema Kenya, matajiri wanaendelea kuwa matajiri, maskini wanaendelea kuwa maskini. Kwa nini hatuna nchi ambayo unaamka leo haitegemei umetoka wapi, but you can be anybody you want to become without all these problems? Kuna shida tatu. Shida ya kwanza, Kenya imekuwa nchi ya bureaucracy. Kila kitu ni bureaucracy. Ukitaka kitu lazima kuwe na hii document, ukuwe na hii document, uende hii ofisi, uende hii ofisi. We've created a system of bureaucracy because bureaucracy supports the elite. Kwa sababu elite wako na capacity, anatuma mtu anafanya vitu yote. The poor anamalizwa ni bureaucracy. Kwenda kupata hata kupata ID inakuwa ni shida. Kupata birth certificate ni shida. Lete hii. Hata passport ni shida. Bureaucracy inakuwa hivyo kwa sababu it is meant to sustain a class system. Ndio inaitwa bureaucracy. So good leadership ni kuondoa bureaucracy. Ni kwa nini katika nchi yetu ya Kenya ukienda utafute investor akuja ajenge factory, tuseme Murang'a ama Nyeri ama Kirinyaga ama kule Nyandarua kwa Kimemia, in Kenya hizo system zote zitamchukua 18 months to 2 years ndio apate all the permits in their break ground. Rwanda 3 weeks peke yake. Ikifika 4 weeks Kagame anafuta mtu kazi. We have become so bureaucratic na tunafikiri bureaucracy ati ndio inasaidia. Bureaucracy ndio inaongeza pia ufisadi. Kwa sababu unakuta stages. Kabla mtu hajalipwa kwa county government unataka 30 stages, 34 stages. Kila moja inapita kwa desk ya mtu na zinaanza kuwa ATM. Why didn't you make 2 stages? Ndio ule anakula, tunajua ni huyu anakula. Unaona? Si ati inapotelea hapa na hapa ati stages, verification nini, umelete, verified, unaendelea. Na that is what leads to lack of opportunity because it slows down the economy. Mimi naamini ile system ya ekonomia inaitwa consumer driven economy. Hiyo ni gani? Hiyo ni ile inasema ya kwamba ukitaka watu wajiendeleze, mwaga pesa. Watu wawe na opportunity to spend. Kwa mfano, tuseme mafuta ya kupika. Unakuta watu wako na pesa wanaenda kununua mafuta ya kupika. All of a sudden mtu wa shopkeeper na realize hii mafuta iko na demand, watu ni wengi, anaandika kale kasichana kalikuwa kanakaa tu hapo kamsaidie kuuza mafuta. Huyo msichana akiandikwa anapatia mama yake pesa, mama yake anaenda anakuja kwa duka kununua mafuta. Demand inaendelea ku-increase. Umeona? Huyu mtu anasema anaandika mwingine. Anapiga kwa factory anasema niongezee supply ya mafuta. Mtu wa factory anaandika watu wengine kuwa na night shift. Hiyo watu wa night shift wanapatia pesa baba zao, watoto wao, wanaenda wananunua ile mafuta. Demand ina increase. Huyu factory anaambia mkulima nataka raw material. Mkulima anasema sina, ongeza shamba. Anaandika wale vijana walikuwa nakula mugoka na miraa wakuje hapo, badala akaa huko na kuvuja bangi, wafanye kazi ndio wapate raw material. Wakipata pesa wanapatia mama yao, anarudi anunua mafuta. All of a sudden you've created a cycle of empowerment and a cycle of money. But when you withhold money ati hakuna pesa, mnafinya pesa inakuwa shida. Central Bank of Kenya squeeze, the governor of the central bank,
is a good friend of mine. He's a good man. Lakini ile system na mimi nasikubaliana nao ni ya kuchunga pesa too much. Najua tunafunga pesa kwa sababu ya shida ya terrorism. Hakuna nchi ambayo imesumbuliwa na terrorism kama Marekani. Lakini Marekani ukienda kutoa pesa yako, pesa ikiingia leo 10 million, unaitoa kesho. Kenya kesha pesa ikiingia leo 10 million, ukienda kutoa unaulizwa ni ya nini? Unataka ya nini? Imetoka wapi? Delays. Kuna kijana mmoja alipata contract wa Machakos tu, alipigiwa simu na one of the embassies, akaambiwa ule supplier alikuwa na supply tent na hizo vitu amefanya nini? Ameenda. So chukua hii kazi. We have an assistant secretary of state anakuja. Jamaa akapewa kazi ya 10 million. Kijana kutoka Machakos 10 million. Akanipigia akaniambia sasa iko 10 million imepewa hapa. Kuna payment yangu ambayo nimelipwa, sunisukumie ingie. Tukasukuma ikaingia, ndio apate hiyo raw pesa aweze kusupply chap pesa ikiingia. Akienda kutoa pesa kauliza imetoka wapi, lete makaratasi tuambie nini. By jioni hakuweza kusupply because bureaucracy ya Central Bank of Kenya atitoke hapa, document irudi hapa, kuja kesho. They balozi wanataka supply. Yeye alikuwa amekomboa lori za locals zibe materials, vijana wapate pesa. Hawakupata, watu wakaenda nyumbani. So hii pesa ambayo inge spread into the community, ndio watu kwa na pesa haikuenda. Ndio mimi nikasema one of the reasons I want to be the president of this country ni kuondoa bureaucracy. Mimi najua system nilifunza na Moi Kibaki ya kuweza kufanya watu waendelee, na hiyo ni ujenzi wa barabara. Mimi nimezunguka Kenya hii, nikaona ya kwamba maendeleo chap nitajenga 40 kilometers of roads in every constituency. Nimefanya hesabu, nikaona hiyo itanichukua about 85 ama 82 billion shillings to 85 billion shillings within 2 years. Nitajenga hiyo. Nikasema kama state nitafanya kama kule China. In China there is a factory in every village. Mimi nitaanza na factory in every sub county and eventually a factory in every ward. That's how you grow. Sisi tukue ndio China ya Africa. Manufacturing tuifanye hapa. Wakati wa corona ndio tukaanza manufacturing hapa. We can manufacture without having to import. Nikaangalia hiyo, nikaona itanibeba about 282.5 million billion shillings over 2 years. Tujenga factory, na nimefikiria right through everything. Kwa sababu mimi nimesoma historia, Renaissance age, the industrial age ya Europe, how Germany turned around, why do things succeed. Unajua mtu mmoja alisema kwamba ukienda Ujerumani unaambia kwamba basi number 42 ama basi number 16, number 7 inakujanga hapa at 8 or 2 na inafika pale town at 8:15 na without fail itakuwa hivyo. Sisi hapa Kenya tunanunua saa. We have expensive. Uko na saa wewe? Sivangi saa. Unavangi saa wewe? Unaona sisi tunavaa saa. Unakuta mheshimiwa amevaa saa. Very nice watch. Expensive watch. Ya maelfu. Maelfu, mamia, wengine mamia elfu. Lakini yeye kama Mwafrika he cannot keep time. Na akona saa. Yuko na saa yeye. Unashangaa ni ya nini? Iko kwa mkono. So Africans buy expensive watches but they are not able to keep the time. Haya, asante. Wacha na sisi hapa to keep time. Juu naambiwa niko na dakika 3. Sawa. Dakika 5 tuondoke. Umepiga makanisa. Sijapiga makanisa. Wakati ukiongea na Njoroge. Nimeshangilia makanisa nikasema makanisa hata wachungaji ingekuwa vizuri. Umesema wanagojea tu pesa ya harambee. Ni society, si makanisa. Society yetu imefanya makanisa because we have not built the people to become rich. So the churches wamekuwa dependent on harambee wajengee Mungu. Lakini the best scenario ni kuwa na rais ambaye badala kusaidia tu kanisa asaidie the community, ndio hata ile mshahara inaenda ya pastor ikuwe ni kubwa. Sababu fungu la kubwa. Wacha tuongee ukweli. Deputy President William Ruto ndiye huonekana makanisani akipeleka michango. Tunaonanga kwa hata TV yetu hapa. So hutaki hivyo? No, unapeleka mchango wako ni sawa, lakini pia you must be very careful ya kwamba mchango isikuwe ni njia ya hongo. Unajua unaweza hongwa ukiwa Mkristo. Unahongwa kufikiria huyu ndio sawa kwa sababu anakuletea pesa mpaka unasahau kuuliza hii pesa imetoka wapi. Nilisikia Bishop Askofu mmoja akisema wananchi uchangamka sana wa Kristo
wakati wanaona mtu amekuja na pesa kanisani. Amekuja na pesa kanisani. Na hata kanisa hujaa. Na hizi siku zingine haijai. Kwa sababu watu wanafikiri pesa kuletwa kanisani ati ndio kuweza kumhudumia Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo alisema unapopeana mkono wa kulia usijue mkono wa kushoto umpeana vipi. Watu wanaokuja makanisani kuonyeshana pesa na pesa na pesa. Ni vizuri kujenga kanisa ya Mungu. Mimi nimefanya harambee nyingi za makanisa, nimejenga makanisa, lakini kuna wengine wetu tunatoa pesa tukiwa quiet, ndio inamhudumia Mwenyezi Mungu, ndio Mungu anajua, ndio baraka zinakuja. Nitokere kiale kuna utakuwa na 2 minutes tumalize. Kuna mambo umesema hapa kuhusu nyoka na ng'ombe. Na ninaona imefurahisha watu. Na pia meli, mashimo na nahodha. Sasa kuna mtu anataka umutaririe wega atiri ndagitari Mutua uhoro wa nyoka na ng'ombe ati ndina ng'ombe iheaga iria no oiga tungikate taturi horo cio wega wa nyoka na ng'ombe. Tiwere no, unajua nyoka hujulikana kivipi? Nyoka hujulikana ya kwamba iko na sumu, na usemi nyoka ni mbaya kwa sababu uipendi, ni kwa sababu tunajua nyoka iko na historia, imeuma watu wamekufa. Nyoka imejulikana iko na historia, imefanya mambo mabaya in the past. Na nyoka inaweza kuja inavaa nguo mzuri, inacheka mzuri, unaona ni nyoka. Lakini nyoka ni nyoka. Iko na hiyo historia, ndio inaitwa nyoka. Sisi wakati wengine tunakasirika. Hata kwa familia yako unakasirika. Kuna mwimbaji anaitwa Lucky Dube. Lucky Dube alisema usiteme Big G kwa njugu za kuonjeshwa. Wewe uko na njugu inakupatia protein na energy. Unakula njugu, si ndio? Inakupatia nguvu, si ndio? Lakini si zako. Na uko na Big G inakupatia ile energy ya kuweza kukimbia. Sasa uko na Big G yako iko sawa, mtu anakupatia kanjugu kamoja kakuonjeshwa, unatema Big G unakula kamoja, alafu hiyo inaenda, unakuta una Big G na hauna njugu. Umeelewa? Ndio nasema hivyo. Ndio unakuta bwana unaambiwa wacha kukimbilia ndogo ndogo, unaacha nyumba. Sababu bibi yuko, unakimbilia hii na hakuna mali unaenda naye, unaacha nyumba, unaharibu nyumba kwa sababu ya hii. Umeelewa? Hivyo tunasema watu wa Mount Kenya pengine mmekasirika kwa sababu mnaona ile ng'ombe ya kuwapatia maziwa si sawa, imekuwa ipatii maziwa vizuri. Wengine wamekasirika waniambia hii ng'ombe inajipatia maziwa. Hii ng'ombe wakati mwingine tunataka maziwa inakata. Hii ng'ombe haijatoa maziwa kama ile ng'ombe nyingine ilikuwa hapo. Kwa hivyo hii ng'ombe tumekasirikia. Na tumeambiwa ng'ombe ni mbaya. Na sisi tunajiambia kuna ingine inachangia hapo. Kuna nyoka inatuambia hii ng'ombe ni mbaya. Hii ng'ombe toeni. Hii ng'ombe ni mbaya. Na sisi tunaona hii ng'ombe iende. Tunataka hii ng'ombe iende, imetukasirisha. Alafu sisi tunasema iende tuingize hii nyoka. Na tunajua nyoka inanga maziwa. Tuingize hii nyoka hapo ndani. Sasa nauliza watu wa Mount Kenya, si afadhali museme ng'ombe iende, lakini hii nyoka ingojee, tutafute ng'ombe ingine hata kama ni ndogo ikuje ambayo itanawiri. Na hiyo ng'ombe ingine ndogo ni mtu ambaye mnaweza muamini. Unajua, nawaambia nyinyi, unajua akina mama, dakika moja tumalize. Wakina mama ni wajanja. Hebu angalia sura yangu. Niangalie vizuri. Wewe unaweza kuniona hii sura yangu, si unaona mimi ni mtu ambaye unaweza amini hata nikiongea. Hata unaona macho yangu, unaona na roho yangu. Wewe angalia wengine. Unamwangalia uso vile anakunja uso. Unamwangalia macho wakati uangalii. Unamwangalia vile anakuangalia. Uangalie hiyo roho yake iko namna gani, hiyo uso yake. Ni nani wewe unaweza amini alale next to you mpaka asubuhi? Ni huyu Mutua unamuona ama ni hiyo mwingine unaangalia macho yake na uso yake? Na hiyo itakueleza vizuri vali yuko. Trust your instincts. Mimi unaweza niamini, nimesimama na nyinyi, niko na nyinyi, Nyejetago Alfred Ng'ang'a Mutua, mimi nikiwa president, you have nothing to fear. Mimi ni jirani, unakuja unaomba chumvi, you don't go very far. Mimi watoto wangu ni wa Mount Kenya, Ciana, ciakwa, Adhodima akwa ni wa Mount Kenya, mena thakame ya Mount Kenya. Huwezi maliza watoto wako, huwezi maliza shemeji wako, you're in safe hands ukiwa na Mutua. Mimi najua kazi. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba, kwa sababu lazima uombe, na waomba muniunge mkono niwe the next president of this country. Kazi naijua,
roho ni safi, niko na nguvu ya kufanya kazi, mimi si mwizi na mimi sio nyoka. Asante, mimi ni ng'ombe mzuri. Thank you Dr. Alfred Mutua, asante sana wacoka Machakos gaithania na wa maheo horo metuire itua na ne wakira wa mama atumia ne nyomurio kiuria kiudinge cokia ati no ungekoma hakuhe nawe na wigue he mundu hakuhe nawe kiu ni ndie cokia kiu no gicokirio ni Joan na Makena na mugeni uri uraingira mena Njoroge wa Githĩnji njitagwo Kamau akang'ethe na kindu thuire no mehe